Yes, shalom. Naitwa Pastor Delson. Nataka nizungumze kidogo na wewe kuhusiana na umuhimu wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu kama watoto wa Mungu na kama wana wa Mungu. Umuhimu wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu kama watoto wa Mungu na wana wa Mungu. Na nianze kwa kusema kwamba katika vitu ambavyo Yesu alivisisitiza sana au aliyoviongelea kwa msisitizo kwa wanafunzi wake kabla ya kuondoka kwake, lakini hata baada ya kufufuka kwake. Kabla ya kufa kwake, lakini hata baada ya kufufuka kwake, ni kitu kinachohusiana na Roho Mtakatifu. Kwenye Yohana Mtakatifu sura ya 14, 15, 16 utaona namna gani Yesu alipokuwa akiongea na wanafunzi wake mara kwa mara alikuwa akizungumzia na kuhusu Roho Mtakatifu. Akimzungumza kama Roho wa kweli, akizungumza kama msaidizi, akimzungumza kama mfariji, akimzungumza kama mwalimu, akizungumza kama uweza wa Mungu tokao juu. Kila wakati alikuwa akizungumza na kumtaja Roho Mtakatifu. Na alikuwa anamzungumza Roho Mtakatifu kwa wanafunzi kama mtu ambaye atakuja kumreplace Yesu kwenye maisha ya wanafunzi. Kama mtu ambaye atakuja kuchukua nafasi ya Yesu kwenye maisha ya wanafunzi. Na atafanya kila kitu ambacho Yesu alikuwa anafanya kwenye maisha ya wanafunzi. Atamwakilisha Yesu kwenye kila jambo ambalo Yesu alikuwa analifanya kwenye maisha ya wanafunzi. Yesu anaenda msalabani, anafufuka na watokea wanafunzi wake kwenye Luka 24. Kuanzia mstari 45, 46, 47 mpaka 49. Anazungumza nao na bado anawasisitiza kwa habari ya Roho Mtakatifu. Anawaambia msitoke hapa mpaka mtakapokea uweza utokao juu. Akizungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu. Kwenye Matendo ya Mitume sura ya kwanza, mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Maandiko yanasema kwamba Yesu baada ya kuwa ametokea wanafunzi wake na amekaa nao kwa muda wa siku 40, bado aliwaagiza wasitoke Yerusalemu mpaka watakapokea ahadi ya Baba itakayo juu. Ahadi gani hiyo? Alikuwa ni Roho Mtakatifu. Kwa nini Yesu alisisitiza wanafunzi kuhusiana na Roho Mtakatifu? Alisisitiza wanafunzi kuhusiana na Roho Mtakatifu kwa sababu ya umuhimu wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yao. Alijua thamani, alijua nguvu na alijua ni kazi gani Roho Mtakatifu anapaswa kuzifanya kwenye maisha ya wanafunzi. Kiwango ambacho wanafunzi hawapaswi kufanya lolote au kuanza lolote bila kuwa wamepokea uweza huu wa Mungu au bila kupokea nguvu hii ya Mungu au kupokea ahadi hii ya Mungu kwenye maisha yao. Na huwa nasema umuhimu wa kitu unatokana na nini unafanya au unatokana na mchango wake kwa mtu fulani au mahali fulani. Sasa kile ambacho Roho Mtakatifu anakifanya kwenye maisha yetu au kwenye maisha ya watoto wa Mungu ndicho kinachofanya Roho Mtakatifu awe wa muhimu sana kwetu. Kile ambacho Roho Mtakatifu anakifanya kwenye maisha ya watoto wa Mungu ndicho kinachofanya Roho Mtakatifu awe muhimu sana kwenye maisha yetu kama wana wa Mungu. Kiasi ambacho Yesu aliona anahitaji kusisitiza mara kwa mara kuhusiana na Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu. Sasa, moja ya kazi ambayo Roho Mtakatifu anaifanya kwenye maisha yetu au kazi ya kwanza ambayo Roho Mtakatifu anafanya kwenye maisha yetu wala sio kunena kwa lugha. Wala sio kutoa sadaka. Moja ya kazi ya kwanza ambayo Roho Mtakatifu anafanya kwenye maisha yetu ni kurahisisha maisha yetu ya wokovu. Kurahisisha maisha yetu ya wokovu. Kwambie tu kwamba it is very hard, ni ngumu sana kuishi maisha ya wokovu bila msaada wa Roho Mtakatifu. Ni ngumu kuishi maisha ya kumpendeza Mungu bila msaada wa Roho Mtakatifu. Ni ngumu kuishi na kuendelea katika safari ya kumwamini Mungu na kumtumikia Mungu bila msaada wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu anatusaidia kuweza kuishi maisha ya wokovu. Na kusema maisha ya wokovu namaanisha maisha ya kumpendeza Mungu, maisha ya kumwamini Mungu, maisha ya kumwishia Mungu, hata kumtumikia Mungu. Hakuwezekani bila msaada wa Roho Mtakatifu. Chochote ndani ya wokovu ni kigumu. Chochote ndani ya wokovu ni kigumu. Lakini sisi tunaweza kama wana wa Mungu kwa sababu ya uweza wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu. Anatuwezesha kuishi maisha ambayo Mungu anataka tuyaishi. Anatuwezesha kuweza kuendelea na safari ya wokovu. Wanawaambia watu wokovu sio safari nyepesi, ni safari ngumu. Lakini kwa nini tunaiweza? Kwa nini hatuikimbii? Kwa nini haituogofi? Kwa nini haitufanyi tukate tamaa, tuishie njiani? Ni kwa sababu Roho Mtakatifu anatuwezesha. Roho Mtakatifu anatuwezesha kuweza kuvumilia changamoto. Anatuwezesha kuweza kuepuka mambo ambayo kwa namna ya kawaida tusingeweza kuepuka.
Anatusaidia kuweza kushinda vitu ambavyo kwa namna ya kawaida tusingeweza kuvishinda. Unapomwona mtu ameshikwa na ulevi, ameshikwa na pombe, anaishi maisha machafu, anaishi maisha ya zinaa, anaishi maisha ya uasherati, na anashindwa kuyaacha, pagani, hamjui Mungu, na anashindwa kuyaacha. Kwa nini? Kwa sababu hana Roho Mtakatifu. Sababu ya kwa nini wewe umeweza kuacha pombe, sababu ya kwa nini wewe umeweza kuacha sigara, umeweza kuacha uasherati na uzinzi, sio kwa sababu unavichukia. Hata wao walio nje wanavichukia, lakini wanaendelea kuvifanya. Lakini wewe unaweza kuishi maisha ya namna hii ya kuwa mbali na zinaa, mbali na uchafu, mbali na dhambi, sio kwa sababu ya kingine chochote, bali ni kwa sababu ya uweza wa Roho Mtakatifu ndani yako. Unakuwezesha kuweza kuyashinda haya. Zile tamaa ambazo zinawashinda wengine, Roho Mtakatifu anakuwezesha kushinda tamaa zako. Kwa Roho Mtakatifu amekuja kurahisisha safari ya wokovu na maisha ya wokovu. Utumishi tunaofanya bila Roho Mtakatifu tusingeweza chochote. Maisha matakatifu tunayazungumza nje ya Roho Mtakatifu ni unafiki. Hakuna mtu anayeweza kuishi maisha matakatifu kwa msaada wake mwenyewe au msaada wa nguvu zake mwenyewe, isipokuwa kwa msaada wa nguvu za Mungu. Sasa Roho Mtakatifu ni wa muhimu kwetu kwa sababu ya kile ambacho anakifanya, na mojawapo ni kurahisisha safari ya maisha ya wokovu. Wokovu unawezekana kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Tunaweza kuomba, tunaweza kufunga, tunaweza kukaa ibadani, tunaweza kujitoa na kufanya kazi ya Mungu kwa sababu ya Roho Mtakatifu kutuwezesha kufanya hayo. Ni ngumu kuomba kama Roho Mtakatifu hajahusika nawe katika maombi. Ndio maana kuna watu kimchukua kumwambia tufunge siku moja, hata kama atajitahidi kuvumilia hiyo siku mpaka saa 12 jioni bila kula chakula, ni kitendo ambacho hatokifurahia tena, hatakuja kukifanya. Kwa nini? Kwa sababu anakifanya katika ugumu, katika ukavu, bila uwepo wa Roho Mtakatifu. Ndio maana kuna watu hata kama utawafungisha kidini kwa muda wa siku 40, siku 30, siku 20, wakimaliza kufunga tu hawafungi tena. Kwa nini? Mfungo kwao umekuwa ni mateso, kimekuwa kitu kigumu. Lakini ukimwona mtu anafurahia kufunga, japokuwa kuna tesa, japokuwa kuna umiza, japokuwa njaa ni kali, lakini bado anafurahia, anatamani kufunga tena, anatamani kufunga tena, anatamani kufunga tena. Kinachomsukuma kuweza kufanya hivyo na kumwezesha kuweza kufanya hayo ni Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu anarahisisha safari yetu ya wokovu. Anarahisisha wokovu wetu kwa mwepesi. Anarahisisha kutembea kwetu na Mungu kuwezekana. Anarahisisha kila kitu ambacho Mungu anataka tukifanye au maisha ambayo Mungu anataka tuyaishi yawezekane. Ukisoma maandiko tunaona kwamba wakati Yesu anakamatwa, anaenda msalabani kusulubiwa, kwa sababu wanafunzi hawakuwa na Roho Mtakatifu, walitawanyika. Akina Petro ambao tunazungumza leo walitawanyika. Hawa walirudi kwenye maisha yao ya zamani kabisa. Wangerudi kwenye biashara zao, wangerudi kwenye kuvua samaki. Kwa nini? Kwa sababu hawakuwa na Yesu. Walipokuwa na Yesu wakati wote, walikuwa wakitembea na Yesu, walikuwa wakiishi na Yesu, walikuwa wakifanya ya Yesu. Yalikuwa yanawezekana. Lakini Yesu alipokamatwa na kuchukuliwa kuondolewa mikononi mwao, hawakuendelea tena kuishi na maisha yale ambayo walikuwa wakiishi walipokuwa na Yesu. Wakarudia kwenye maisha yao na tabia zao. Ndivyo ambavyo mtu ambaye hana Roho Mtakatifu hawezi kuishi maisha ya Yesu, ya kumpendeza Yesu, hawezi kuendelea na Yesu. Atarudi kwenye maisha yake ya kale. Kinachofanya sasa sisi tuweze kuendelea mbele na maisha ya kumpendeza Yesu, kutembea katika njia za Yesu, kufanya kazi za Yesu, kufanya yale ambayo Yesu ametuagiza kuyafanya, ni Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu. Anatuwezesha tuweze kuendelea mbele. Anatuwezesha tuweze kusonga mbele. Tunaposikia tumechoka, anatuwezesha tuendelee tena mbele. Hatukati tamaa, hatuzimii, hatuishi njiani. Hata kama kuna changamoto ngumu kiasi gani, tunajikuta tu tunaweza kuendelea. Kwa nini? Ni Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu. Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu anarahisisha safari yetu ya wokovu. Anarahisisha safari yetu ya wokovu. Wokovu hauonekani kuwa mzigo mzito. Hauonekani kuwa ni jambo ngumu mno. Hauonekani kuwa ni jambo ambalo haliwezekani kabisa. Kwa nini? Kupitia Roho Mtakatifu anafanya tuyaweze haya. Anafanya tuweze kuishi utakatifu. Anatufanya tuweze kuishi maisha ya maombi. Anatufanya tuweze kufunga. Anatufanya tuweze kuishi maisha ya ibada. Ameurahisisha wokovu wetu. Nje ya Roho Mtakatifu hakuna wokovu. Nje ya Roho Mtakatifu hakuna maisha ya kumpendeza Mungu. Nje ya Roho Mtakatifu hakuna maisha ya kutembea katika njia za Mungu. It is impossible. Haiwezekani. Kwa nini? Kwa sababu sio kwa uweza, wala sio kwa nguvu, bali ni kwa Roho. Asema Bwana kwa majeshi. Yote yanawezekana kwa Roho Mtakatifu. Tunayafurahia maisha haya kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Endelea kukuza uhusiano wako na Roho Mtakatifu
Endelea kukuza viwango vyako vya ushirika na Roho Mtakatifu, kwa sababu ndiye anayekuwezesha kuweza kuendelea na safari ya wokovu. Ndiye anayekuwezesha kuendelea na safari ya kumtumikia Mungu. Ndiye anayekuwezesha kuendelea na safari ya kuishi katika njia zake. Ndiye anayekuwezesha kuendelea na kufanya mapenzi ya Mungu. It is the Holy Spirit. It is the Holy Spirit. God bless you. God bless you much. Mungu akubariki, Mungu akubariki sana. Nitaendelea kazi ya pia Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu kwenye clip inayofuata. God bless you. Asante.